Hey, shalom beautiful people. Okay, listen, sasa kuna wale ndugu zangu ambao wanatamani sana kuomba. Unajua kuna watu sio kwamba hawaombi kwa sababu let's say hawapendi maombi. Kuna watu sio kwamba hawaombi it's like wanapuuzia, no. Kuna mtu anatamani sana kuomba lakini hajui aanzie wapi. Yaani kuna mtu akienda like, Mungu, asante kwa kunilinda siku nzima ya leo. Asante Mungu kwa kila kitu. Amen. And from there hajui aseme nini. You know, yaani kuna mtu anatamani aombe masaa mawili, anatamani aombe nje, zile makuta zinamsumbua kwenye maisha yake, lakini hana ile starting point. Akienda sana ni 1 minute. Unajua 1 minute ni 60 seconds. Yaani ni kama speed ya watu wanaofanya marathon, wanaofanya sprinting. Prayer sasa prayer is not a sprinting. Prayer ni marathon. Yaani prayer you're done. No. Kwa sasa kama kweli uko serious unataka kujifunza prayer, nitakuelekeza. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa napenda sana kuomba muda mrefu. Lakini before nitakwambia kwa nini nimesema before nilikuwa sijawahi kuomba zaidi ya lisa. Yaani mileage kubwa kwenye maisha yangu ya Kikristo ambayo niliwahi kuivuka ilikuwa ni 1 hour. Na yenyewe nikiomba 1 hour unajua Paulo anasema kuna kuomba kwa aina mbili. Kuna kuomba using your understanding na kuna kuomba using your spirit. Sasa kuomba kwa kutumia ufahamu wako ndio hii kuomba kawaida. Asante Mungu kwa neema yako, asante Mungu kwa baraka zako, asante Mungu kwa afya, asante kwa elimu, asante kwa ndugu zangu, asante kwa familia yangu, asante kwa kutulinda. Hiyo unaomba kwa kutumia uelewa wako. It's like unaomba vitu unaelewa. Sasa kuna ile kuomba kwa kutumia roho ambayo ndio tunasema kunena kwa lugha. Na kunena kwa lugha kumegawanyika kwa aina mbili. Japokuwa hiyo hatuwezi kuizungumzia leo. Kuna pray with the spirit na kuna praying in spirit. Kwa unaweza hata watu wanaonena kwa lugha wamegawanyika. Kuna mtu ananena in spirit na kuna mtu ananena with the spirit. Sasa hiyo ni topic specific for another day. Lakini kwa wewe ambaye una ile kiu, unataka thirsty, yani unatamani kuomba. Kwa sababu ukisikia wenzako wanaomba and you feel like, how do they pray for 5 minutes? Kuna mtu akienda kanisani kabisa unamuona, and it's like she is desperate. Yani anakaa anazunguka, anaangalia maskini wenzake wanaomba masaa matatu. Yeye yupo tu. Akizidiwa tu anaamua kufanya Sunday. Ile bado tu masaa yasogee, lakini ile inamuuma. Kwa nini wenzangu wanaomba mimi nashindwa? Sasa kama bado hujapokea Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza, kwa sababu hivi vitu ni vitu vinatokea in stages, lakini pia ni intimacy, na pia Mungu ni mfalme, huwezi kumpangia. Kwa Mungu anaweza kaamua leo wewe unene kwa lugha hata kama hujaomba. Mungu anaweza kaamua. Kwa ni sometimes ni Mungu mwenyewe anaamua. Kwa kama Mungu bado hajaamua, kama muda wako hujafika wa kunena kwa lugha, there is a technique unaweza kutumia. Kitu mimi nilichokuwa nakifanya, nilikuwa naandaa prayer point. So let's say nataka niombe familia yangu. Nataka niombe kuhusu, unajua kwenye sasa sisi wa Afrika maisha yetu. Yaani maisha yetu, nguvu za giza is like home. It's a play. Wanataka home ground. Yaani uchawi Afrika sio kitu unauliza. Si unaelewa? Yaani uchawi Afrika sio kitu cha kuuliza. So endapo kuna wale watakwimu wangetoa takwimu kwamba kati ya watu 10 unaokutana nao kwa siku mmoja ni mchawi. Si unaelewa? Kwa kwenye rafiki zako kuna mmoja ni mchawi. Kwenye ukoo wenu kuna mmoja ni mchawi. Kwenye familia yenu kuna, si unaelewa? Kwa hiyo hizi mambo lazima uwe na nguvu ya. Kwa sababu kama wewe sio mchawi, kama hauendi kwa waganga, what do you have for as a security for yourself? What do you have as a protection? Una kitu gani kinakulinda? Because uweze kutembea, this life is spiritual dude. This life is spiritual. Yaani usijidanganye kwamba I have this, I have na mjomba wangu, mdogo wangu. No, this life is spiritual. Yaani unaweza ukawa na kila kitu. Unaweza ukawa na sifa zote, lakini ukakosa unachokitaka. Kwa nini? Kwa sababu this life is spiritual. Kwenye siasa it's spiritual. Yaani kuna sehemu hizi ingia. Yaani unaweza kaingia bungeni siku mbili tatu chale. Si unaelewa? Uwezi ingia siasa uko vizuri spiritual, either positive or negative. Na nasema positive negative maana inamaanisha kiroho kwa upande wa Yesu Kristo
au nitumie nguvu za giza. Nimezunguka sana, lakini the big thing iko ni kwamba unaandaa prayer point. Let's say wewe ni mama, wewe ni mdada. Mdada katika watu ambao unatakiwa na prayer point nyingi kuliko mtu yote ni mwanamke. So mwanamke wewe ni mama, mwanamke wewe ni mlezi, mwanamke wewe ni familia, mwanamke wewe ni maendeleo, mwanamke you everything. Watoto wako wanakuangalia wewe, mmeo wanakuangalia wewe, lakini pia wazazi huko, wadogo zako, ndugu zako, lakini pia wewe mwenyewe personally una issue zako. Kwa hiyo prayer point zipo za kutosha. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mwanamke hata hujazaa, lakini dunia sasa hivi wote tunaona kinachoendelea duniani sasa hivi. Mimi mpaka sasa hivi nimeanza kuangalia movies. Nilikuwa napenda movies za Hollywood like more than anything, lakini sasa hivi hakuna movie utaangalia ikakosa vitu viwili. Hakuna movie utaangalia ikakosa issue za ushoga. Hakuna movie utaangalia itakosa matusi. Tena matusi yenyewe ni yale matusi ya kumtukana Yesu. Si unaelewa? Matusi yale. Oh man, let's even nasty even to talk about this. Kwa hiyo andaa prayer point kama 5. Mimi nilichokuwa nikifanya kwa naandaa prayer point 10. Sababu nilikuwa natamani niombe lisaa. Na ndio maana nikwambia nilikuwa sije kuvuka lisaa. Kwa nilikuwa naandaa prayer point 10. Nachukua dakika 60, saa moja na dakika 60. Nachukua zile 60 nagawa kwa prayer point 10. Kwa hiyo kila prayer point moja ni dakika 6. Naingia kwenye simu na set timer. Nikisha set timer naanza. Ile timer ikiisha huwa inatoa sauti. Kwa hiyo nikishika let's say prayer point ya kwanza ni naomba Mungu afya. Kwa naingia. Nikisha set pop naanza. Asante Mungu kwa afya. Ukaanza hata kushukuru. Asante Mungu kwa afya. Asante Mungu kwa afya. Asante Mungu maana pasipo wewe mimi si chochote si lolote. Naomba Bwana unibariki afya yangu. Naomba ulinde afya yangu Mungu. Kuna magonjwa ya aina nyingi dunia hii Mungu. Kuna magonjwa ya kuambukiza, kuna magonjwa yasiyoambukiza. Kuna magonjwa hata majina yake siyajui. Kuna magonjwa yanaibuka kila siku Mfalme. Niepushe na magonjwa. Nisaidie Bwana. Nilinde na magonjwa. Niepushe mwili wangu na magonjwa Bwana. Niepushe na magonjwa Mfalme. Maana imeandikwa, ulisema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kuna kuomba Bwana, mwili wangu ukawe free from diseases, mwili wangu ukawe free from any affliction, bodily affliction, zisiniguse kwa jina la Yesu. Na kuombea, naomba Bwana, wasaidie pia familia yangu, wasaidie ndugu zangu, msaidie mwanangu, msaidie rafiki yangu, epushe na magonjwa. Kwa unaweza kuanzia kwenye kwako. Hiyo ni prayer point moja tu, magonjwa. Kwa kumwomba Mungu akusaidie. Kwa unaweza kuanzia kwako. Niepushe Mungu na magonjwa. Niepushe na magonjwa Mfalme. Niepushe na magonjwa Bwana. Napokaa napotoka Mungu. Sijui nitagusana na nani. Sijui nitashikana na nani. Kuna magonjwa mengine ukimshika mtu yamekukamata. Kuna magonjwa mengine ukitumia choo yamekukamata. Kuna magonjwa mengine ukikaa na mtu jasho lake yamekukamata. Kwa hiyo Bwana, sina uwezo wa kujilinda na hivi vitu vyote. Sina uwezo wa kujiprotect kila ninapoenda. Kuna vitu vya nje kali Bwana. Nitavishika kwa kujua, kwa kutokujua. Kuna magonjwa yanaambukiza kwa namna mbali Bwana. Magonjwa ya hewa. Siwezi kuepuka Bwana kukaa na watu. Hewa, utaikimbia hewa wapi? Hewa utaikimbia wapi? Mungu nisaidie. Wewe ndio umesema Mungu usipoilinda nyumba wewe alinda yafanye kazi bure. That's one prayer point. Kwa sasa kila mtu ana shida zake. Kuna mtu magonjwa yamsumbui, kuna mtu uchumi umsumbui, kifedha iko vizuri. Kwa hiyo wewe pesa sio prayer point. Ndio, kuna watu pesa sio prayer point, okay? Kwa kama wewe pesa sio prayer point, chunguza kwenye maisha yako. Mungu ametuumba binadamu, we are imperfect. Yani we are insufficient. Kwa kwenye maisha yako there is something is missing. Chunguza ipo. Kama sio kwako, watoto wako, ndugu zako, kama hujazaa si utazaa. Watoto wako sio watakuja kwenye hii dunia hii ambayo sasa hivi imejaa uchafu wa kila aina. Unawalinda vipi? Watoto wako watasurvive vipi? Wewe ndo wa kuwalinda. Kwa niliwahi kuhudhuria ibada ya mtumishi mmoja mkubwa akasema, sometimes prayer can be used as a preemptive method. Sio unaelewa neno preemptive method? Yani you can preempt a situation before it happens. Yani kwa mfano mimi sasa hivi si mzima wa afya, lakini sijui what's going to happen tomorrow. Kwa nini nikasema nakataa magonjwa kwa jina la Yesu. Mimi I'm fit, I'm perfectly healthy. Magonjwa hayajatokea lakini nayakataa. Kwa hata kama una watoto sahihi, unaweza kuombea watoto wako. Asante Mungu kwa watoto wangu. Naomba Mungu walinde watoto wangu wanapoenda shule, watoto wangu wanaporudi, walinde. Yani huna watoto lakini unawaombea watoto. Hiyo inaitwa preempt method. Oh man. Oh. Is someone understanding?